kazi. Anachimba kwa mara ya pili na kwa ustadi mwingi anachukua udongo, ishara kwamba tumevuja ardhi. Kituo chetu cha kutibu ugonjwa wa zahanati na amekwisha rejesha jembe kadri inavyostahili. Tumpongeze kwa makofi tena Mheshimiwa Daktari William Ruto baada ya uzinduzi huo rasmi. Baba rais wetu, hakika sisi twakupenda. William Ruto, Baba rais Ruto twakupenda. Rais we ni rais wetu. Baba mingo mwanyagetinge. Ruto no muyole. Baba ngina moiterense. Abangina waterabo. Asante. Aya. Watu wa Kisii hamjambo. Nyaribari chache hamjambo. Abantu wa Mintombu ya More. Mbuyamore naende. Bwana Yesu asifiwe. Simunisalimia hivyo hewani. Basi, kwanza mimi nataka niwashukuru sana kwa kutukaribisha asubuhi ya leo. Najua tumekuja mapema, lakini mapema ndio best. Ama namna gani? Si inasemekana mapema ndio best? Basi sisi tumefika hapa kwa shughuli hii ya muhimu. Nyinyi mnajua hii kazi imekuwa pending kwa muda. Lakini nilienda nchi ya Saudia mwaka uliopita. Nikakubaliana na ndugu zetu wa kule ili tuunganishe usaidizi wao na usaidizi wa watu wa Badea na serikali ya Kenya ili hapa Kisii tujenge Center of Excellence ya mambo ya kansa ama saratani. Na leo mimi nimefika hapa kufanya hii ground breaking. Tayari tuko na contractor hapa. Tumempatia kandarasi. Na tunataka hii kazi ikamilike ndani ya mwaka 1.5. Mimi nataka nirudi hapa 2026. Mapema. Nikuje nianzishe hii kitu ikiwa iko tayari. Hii Cancer Center, nyinyi mnajua ya kwamba kansa imekuwa ikitatiza wananchi wa Kenya sana. Watu wengi wamewekwa umaskini. Watu wengi wamepoteza maisha yao. Watu wengi wanatumia pesa nyingi katika matibabu ya mambo ya kansa. Na ndio sababu hata katika program yetu ya mambo ya Universal Health Coverage tumesema matibabu ya kansa tukienda mbele. Sasa tutaiweka katika mpango ambayo kila Mkenya kupitia kwa bima ambayo tutakuwa nayo inayoitwa Critical Illness Fund. Sasa tutakuwa na pesa ya kulipia kila Mkenya mambo ya matibabu ya kansa. Tunaelewana jameni? Unajua pale mbeleni wale watu wenye uwezo walikuwa wanaweza kulipa matibabu ya kansa. Lakini mwananchi wa kawaida hangeweza kulipa matibabu ya kansa, na wananchi wengi walienda hata wakaamua kwenda tukukaa nyumbani because they cannot afford ama hawawezi kulipa gharama ya hospitali. Na ndio sababu hiyo tumesema ili tulete usawa kwa mambo ya matibabu ya Kenya, lazima tuwe na mpango mpya. Na ndio sababu tumebadilisha sheria. Sasa tuko na Critical Illness Fund ambayo itasaidia wakulima, itasaidia watu wote wa Kenya.
wananchi wote wa Kenya waweze kupata matibabu bila ya kuulizwa pesa yoyote under our new universal healthcare program. Tumeelewana ndugu zangu watu wa Kisii? And ili kazi hiyo, matibabu hiyo iendelee, we must have the right facilities. Lazima tuwe na cancer center kama hii tunajenga hapa. Tuko na moja Nairobi, tuko na moja Eldoret, saa hizi tunajenga hapa, tutaweka ingine Mombasa. Tuhakikishe ya kwamba we have enough facilities ya kutusaidia katika matibabu ya wananchi, especially kwa yale magonjwa ambayo yanatatiza wananchi mashinani kama saratani ama cancer. And this program we are launching here is part of our program making sure that we have the right infrastructure to deliver health to as many Kenyans as possible in an affordable way with the right equipment in place. Ndio wananchi wetu wasiwe wanatoka Kenya kwenda India ama kwenda nje ya nchi, tuwe na matibabu yao hapa nyumbani hapa Kenya. Watu wa Kisii tunakubaliana jameni? Tumekubaliana? Unajua wakati nilienda Saudia, watu walikuwa wananiuliza huyu jamaa ameenda kufanya nini? Sasa mimi nimekuja hapa nimewaambia tuko na bilioni 3 ya kujenga hii facility kutoka marafiki zetu wa Saudia, benki ya Badea na serikali ya Kenya. Tumeungana ndio tuhakikishe ya kwamba we build this facility. Na nimemwambia huyu contractor, mtu anaitwa Theuri, ya kwamba hii kazi lazima ifanyike ndani ya mwaka 1.5. Na kazi watu watafanya hapa wa kwanza ni vijana wa hapa Kisii. Nyinyi watu wa hapa, nyinyi ndio wenye hii kazi. Sijui kama tunaelewana. Nyinyi wangwana mko tayari kwa hii kazi? Mko tayari? Kazi yote ile itapatikana hapa mtafanya. Sasa bwana Deuri, uko na watu wafanya kazi wengi hapa. Na mimi nataka hii kazi isonge mbele as from today. Tuhakikishe ya kwamba this project ambayo ni ya muhimu kwa mambo ya matibabu ya Kenya inasonga mbele. Watu wa Kisii, mimi vile vile nimefika hapa kwa sababu ya mambo ya affordable housing. Kwa sababu hawa vijana wanataka ajira. Vijana tuko ama tuko? Si mnataka ajira? Tumesema mbali na kufanya kazi hapa, pia naenda kuanzisha nyumba ya kwanza 270 hapa Nyaribari Masaba. Nitarudi baadaye hapa Nyanchwa. Tuko na nyumba 10,000 ya kwanza ya kujenga hapa Kisii. Na hiyo nyumba 10,000 tunahitaji vijana zaidi ya 20,000 wa kufanya hiyo kazi. Nyinyi vijana wa Kisii mko tayari kwa hiyo kibarua? Mko tayari? Tunahitaji watu ambao ni architect. Tunahitaji quantity surveyor. Tunahitaji mason. Tunahitaji steel fixer. Tunahitaji plumber. Tunahitaji seremala. Tunahitaji fundi. Tunahitaji hata mtu ya mkono. Mtakosa hiyo kazi yote, mtakosa kujipanga hapo ndani? Mtajipanga hapo ndani? Kabisa. Jamaa mmoja anasema mnipange na hiyo ya steel fixer mimi ni. So hapo utajipanga na hiyo. Tunaelewana? Tuko pamoja jameni? Vile vile mimi nimekuja hapa leo pia kwa maneno ya stima. Unajua Kisii bado tuko na pengo kubwa ya mambo ya stima haijafika kwa nyumba ya wananchi wengi. Na hiyo program nataka niwaeleze, tumeongea na marafiki. For the last 1.5 years, I have engaged many friends. I have been to the EU. I have been to Brussels. I have been to Paris. And now for Kisii County, tuko na pesa bilioni 2 ya kuunganisha stima watu 31,000 wapya hapa Kisii County. Nimekujia hiyo kazi. Si tulikubaliana kazi tuendelee naye? Ama tulikubaliana namna gani? Si kazi isonge mbele? Hiyo kazi ndio nimekujia hapa. Na kazi zingine ambayo tumekubaliana na viongozi wenu.
I also want to commit that in Kisii County pia tunajenga soko zingine 17. Tulikubaliana mama mboga pia atafanya kazi mahali kuna heshima, maji na stima. Tumekubaliana? So hiyo kazi nimekujia hapa. Na mimi niko area na siondoki mapema, niko kabisa area. Si ndio? Mpaka mimi ni wazoee. Na nyinyi pia mnizoee. Ama namna gani? Tuko pamoja? Si ndio? Nairobi nimehama sasa niko huku kwenu. Ama mnasemaje watu wa Nyaribari chache? Na mimi nataka niwashukuru kwa sababu ya kuchagua huyu Zahiri Chanda. Huyu mtu ni mtu yangu na ni rafiki yangu. Na asante sana. Sisi wote sasa katika serikali nimeunda mpya. Sasa sisi wote ni timu moja. Si ndio? Nauliza nyinyi wangwana wa Kisii, mnasema tuungane ama mnataka tutengane? Si tuungane jameni. Si Waswahili wanasema umoja ni nini? Si umoja ni nguvu. Si tuungane, tushirikiane, tujenge Kenya pamoja. Ama mnasemaje? Wale wanasema tuungane nione kwa mkono. Basi, kwa sababu bado mimi niko na shughuli mingi. Na leo mimi nimekuja hapa kazini. Mimi nataka niwaambie kwamba kwa sababu mimi bado niko area na bado niko na shughuli pale, wacha niwaachie hapo, wacha nimuite Deputy President atusalimie. Alafu Gavana Hamjambo tena. Muko salama? Mmefurahia kiongozi wetu amefika hapa? Rais tunasema pongezi, hii ugonjwa wa saratani umetuhangaisha kama taifa. Na familia nyingi zimepata matatizo kubwa kwa sababu hii ugonjwa ukiingia kwa bomba ilikuwa imesimama inakuja kuangamia. Kwa hivyo hii hospitali itasaidia watu ya Kisii na itasaidia watu ya Kenya pia. Mimi nimekuwa sijafika hapa Kisii sana. Kwa sababu yu Simbarati tulikuwa hatuelewani vizuri. Unajua tulikuwa na yeye bunge. Tukakosana kwa sababu unajua town iko mambo mingi. Si watu ya town wanakosana. Alafu yeye akatoroka town akakuja hapa kijiji. Sasa juzi tumeketi na yeye akaniambia sasa wewe ulikuwa uniheshimu. Sasa unaona mimi ni governor. Nikamwambia nimekuheshimu. Na mimi nikamwambia umeona mimi ni naibu wa rais. Akasema nakuheshimu. Sasa tumefanya kesi na yeye. Nikamwambia wewe si Barati hapana cheza na mimi. Mimi bibi yangu ni pastor. Naye si Barati akaniambia mimi bibi yangu ni Mchina. Sasa tukaheshimiana. Mngetaka tutengeneze urafiki na huyu si Barati. Tukue tukija hapa kutembea. Lakini wewe si Barati hii wa Kisii ulikosa hapa ukaenda mpaka China. Ama aongeze Kisii wakaenda Mchina. Aongeze ngapi? Watu ya kuongezwa wakae na Mchina wako. Alafu huyu kijana Zahil ni kijana mzuri, rafiki yangu sana. Mtamshikilia. Na yeye aendelee kufanya nyinyi kazi. Kwa hivyo sisi rais tumefurahi kwa hii cancer center hapa Kisii. This is a milestone in our health interventions, not just in this region but in the country. Asanteni sana, Mungu awabariki. Kisii hoye! Kisii hoye! Your Excellency, karibu. Hii mradi najua kwamba umeusukuma. Nilipoingia kwa ofisi nilikuja nikaketi na wewe, ukaniambia unaenda Ethiopia kwa Badea kuhakikisha kwamba hawa watu wamepeana pesa. Nataka nishukuru kwamba finally umehakikisha pesa imekuja na huu muungano anaitwa Theuri umepewa. Hapo unapoangalia hapa, Your Excellency, ni the speaker's residence, na hapa tunajenga pia headquarters. Theuri we have 18 months kwa sababu is 500 million na hii is 18 months. Tunaomba huyu Theuri, Your Excellency, wewe peke yake ndio utasukuma yeye.
Kwa hivyo ni kukimbizana. Your Excellency, we want to thank you kwa sababu umekuja, lakini watu wetu hapa Kansa Kisii, nataka nikwambie, nikiuliza wabunge wako hapa, yale matanga ambayo yanafanyika tuweke tu siku mbili, siku ya Alhamisi na Ijumaa. At least in every ward there is 5 funerals. If you calculate times 45 is 200 and what? 200 and something times 2 kwa mwezi. Kwa hivyo ni 400, karibu watu 1000 chini 500 wanakufa. We must think about it. Hapa tuko na madaktari wazuri. Hii KTRH imeamka, ilikuwa imelala. We can assure you Excellency, tunataka tufanye pamoja kazi. Mwisho, mnajua juzi nimepewa kiti cha Deputy Party Leader. Kwa chama inaitwa nini? ODM. Your Excellency, tunataka tushukuru kwa sababu umehakisha kwamba umekuja katika ODM, umechukua watu ambao wanafanya pamoja na wewe kazi. Na mimi nataka, I want to assure you, kama Deputy Party Leader, will continue supporting you. Ndiposa inji isizame wakati sisi tuko kama viongozi. Na I want to plead with leaders who are here. Tuweke tofauti yetu kando kidogo. Tufanye kazi na Mheshimiwa Rais kwa kipindi ambacho kimebaki. Tuhakikishe kwamba maendeleo yamekuja kwa wananchi. Ama vipi? Si hivyo ndio hivyo? Mko tayari? Mko tayari? Kwa hivyo wewe tuachie hii eneo, tupange hii maneno. Mheshimiwa Deputy President, unakaribishwa. Unakaribishwa, usiogope. Nyinyi kaa pamoja na Mheshimiwa Rais, lakini mkikoroga yeye pande ile nyingine, sisi kama ODM tuko tayari kutembea na yeye. Asante sana, Mungu awabariki. Asante sana Your Excellency. Niko na furaha sana umekuja hapa katika hii mradi. Mheshimiwa Rais, mimi ninataka kulia kwako. Huyu contractor rafiki yetu akisikia. Mheshimiwa Rais, hii project ingekuwa imeanza 4 months ago, lakini hii project imechelewa. Kwa hivyo Mheshimiwa Rais, naomba huyu contractor uongee na yeye, ndugu yetu Theuri, apatie vijana wetu kazi, asilete watu kutoka mahali tofauti. Watu wetu hapa wapatiwe kazi. Na mimi nitakuwa hapa nikimsukuma, kama kuna ripoti yote na mimi nitakuwa nikikueleza. Asante sana Mheshimiwa Rais. Wengine, niko na mama wetu wa county anaitwa Mama Donya, mpigeni makofi jameni. Kama wamama tunafurahia tukipata matibabu. Kama wamama tunafurahia tukipata maji. You've touched our hearts and we will walk with you. Riji huwa anafanya mambo ya kahawa. Kisii pia tunapanda kahawa. Tuko wakulima wa chai. Sasa ukirudi akuja asaidie pia wakulima. Asante na Mungu akubariki. Asante.